Kiatini. Yeye alijulikana sawa mwenye imani sana, sawa mwenye alikuwa imba vema na mwenye alijua kucheza vyombo vingi ya muzika. Ndio maana waimbaji mbalimbali au korali mbalimbali wanamkamata duniani kote sawa msimamizi wa waimbaji, msimamizi wa wacheza muzika. Basi tutaomba kwa ajili ya waimbaji wa eklesia yetu na ya mgeni wetu hapa hasa. Pia tutasali kwa ajili ya mapumziko wa roho ya ndugu zetu hawa, Maaskofu Alphonse Mathiesen, Gabriel Ukeche, Faustin Gabu, Leonard Deschaux, Mapadri Etienne Deiko Situmbulo, Deogracias Richard Roma, Jean Faustin Pawi, Michel Mateso, Lambert Tiju, kwa ajili ya ndugu zetu Robert Dessa, Pekana, Merveille Itzda, Dominique Uketa, Evariste Fretialitum, Alliance Vakwera, Sylvie Nirume, Blessing Alitum, Crispin Chalenga, Théodore Claude Bernard Bekana, Métiane Zabe, Laura Gopa, Félix Bernadette Emery Longuni, Kasereka Mwanamolo, Seminariste Desire, mapadri wote waliofariki kutoka jimbo letu na waheshimiwa wa mama, na pia wenye waliofariki kutoka korali yetu mbalimbali. Kwa maombezi ya Cecilia Mtakatifu, Mungu asamehe dhambi zao na aweze kuwapokea katika ufalme wake wa mbinguni. Tasali pia kwa ajili ya Angel Biwaga anayekuwa mgonjwa. Mungu amrudishie nguvu, afya ya mwili ili aendelee na kumtumikia yeye kati ya ndugu zake hapa duniani. Basi ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na mngamia Mungu Mwenyezi, ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa dhambi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu kila siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima
zile Yesu aliwaeleza wafuasi wake mfano huu: ufalme wa mbingu umefanana na mabinti 10 waliotoa taa zao wakatoka kumwendea bwana harusi. 5 kati yao walikuwa wajinga, 5 wenye akili. Wale wajinga walipotoa taa zao hawakuchukua mafuta, lakini wenye akili wakachukua vyombo vyenye mafuta pamoja na taa zao. Kwa kuwa bwana harusi alikawia, wao wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku kati kukawa kelele, haya, bwana harusi anakuja, tokeni kumwendea. Mara mabinti wale wote wakaamka, wakatengeneza taa zao. Wale wajinga wakawaambia wenye akili, mtupatie mafuta yenu kidogo, kwa maana taa zetu zinazimika. Lakini wenye akili wakajibu, sivyo, haya tatutosha sisi na ninyi. Afadhali nendeni kwa wachuuzi mkajinunulie. Walipokwenda kununua, bwana harusi akafika. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye katika nyumba ya harusi. Mlango ukafungwa. Kisha wakaja na mabinti wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Lakini yeye akajibu, nawaambieni kweli, siwajui ninyi. Basi muwe macho, kwani hamjui wala siku wala saa. Shangilie neno la Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, shalom. Shalom. Nawatakia ninyi wote sikukuu njema ya Mtakatifu Cecilia. Cecilia, Eklesia anafanya ukumbusho wake sawa bikira na mfiadini, Vierge et martyre. Alijulikana sawa mwenye kuimba vema, sawa mwenye kucheza pia vema kwa vyombo vya muzika. Alijua mingi. Na alikuwa imba nini? Alikuwa imba sifa za Mungu, sifa zake Mungu. Sitasema sana juu yake mambo, kisha misa takatifu hii tutakuwa na mafundisho kidogo juu ya Cecilia au juu ya maisha yake na namna gani tunapasha ishi sawa na yeye au nini tunapasha ika kwake ili tupendeze kwa macho ya Mungu Baba. Lakini kwa siku kuu yake Eklesia mama yetu anatutayarishia masomo matakatifu mawili. Somo la kwanza katika kitabu cha nabii Hosea na somo la Injili ilivyoandikwa na Mateo mtakatifu. Katika somo la kwanza, Bwana Mungu anazungumza na taifa alilochagua, taifa la Israeli. Lakini anapozungumza kwa lile taifa lake, anazungumza na mfano ya mchumba, mfano wa binti, mfano wa mwanamke.
kwa kuonesha ya kama anapenda taifa lake, kwa kuonesha mapendo yake kwa taifa la Israeli. Anapozungumza juu ya Israeli, anaita Israeli mchumba wake, na anazungumza juu ya wakati wa imani na pia juu ya wakati wa kukata tamaa ndani ya imani, juu ya wakati mtu anaokosa kuwa mwaminifu. Ndio maana anasema nini? Anasema mchumba wangu Israeli kama anakosa kuwa mwaminifu wangu, lakini mimi nitampeleka wapi? Kwa jangwa. Nitampeleka kwa jangwa, na pale kwa jangwa nitazungumuza naye kutoka roho yangu mpaka kugusa pia roho yake, mpaka kugusa pia roho yake, ili aweze kukumbuka mapenzi ya mwanzo. Kwa mwanzo tulikuwa na mapendo ya namna gani? Kama ilikuwa watu wakati tulikuwa vijana, wakati tulikuwa tunaanza mapendo yetu, namna gani tulipendana. Sasa unapokosa kuwa uaminifu, kumbuka wakati wetu wa kwanza, kumbuka wakati tulichaguana, wakati mimi nilikuchagua na wakati wewe uliitika ndio, wakati wewe uliitika ndio. Na pale anasema ataguza roho ya Israeli, ataguza roho ya mchumba wake, na mchumba wake atarudi katika njia safi, katika njia wima, atarudi mwaminifu, atakuwa mwenye yeye anampembeleza Israeli. Na anapokuwa wima, atakuwa sawa, tunasema katika sheria mzuri. Salabuni. Zamani na tuko watoto, watu walikuwa ibaka limbo moja na kile hivi. Zabele parole ule dole ama zabele shiro dele do sheria lu. Salabuni. Wakati mtu anakosa kuwa mwaminifu, anapasha kwenda hata kwao, lakini kama nyumba anamkitia tena, sasa rudi, turumiane sasa, sheria iko, watasema lipa basi mbuzi 2 au 3 na wewe rudi kwako. Mambo sasa, wakati wa mateso ile, wakati ulikosa kuwa mwaminifu, musahau, sheria inawarudisha tena kuwa wima. Kama ilikuwa katika iglesia, tungesema kupitia utubio unapendeza tena sasa mbele ya Mungu, anakuhurumia, unalipa makosa yako, umrudilie kuliko kumkimbia. Bwana anasema Israeli akitaka kumkimbia, Israeli akianza kuabudu miungu, yeye ataenda na Israeli kwa jangwa, aweze kugusa roho yake, na atarudisha Israeli taifa lake katika sheria wima, katika amri zake mbalimbali. Na Israeli mchumba wake anapokuwa mwaminifu, pale atamjua Bwana. Mwenye mwanamke kuwa mwaminifu, sherti anamjua Bwana, anamjua Bwana na kupitia amri mbalimbali, kuwa mwaminifu kwa Mungu. Na Mungu anakamata namna ya watu wa kuishi, sura ya mwanamke, sura ya binti, ili kweli aweze kutuzungumzia sisi tunaomwamini leo. Namna gani kaka na dada tunatembea nyuma ya Bwana, wapi tunaanguka, nini inatuamusha, Bwana anafika kututafuta namna gani ili tuweze kumrudilia yeye. Na kwa kuwa mwanamke mwaminifu, sawa Bwana anapenda Israeli akue, Injili inatupatia leo sekre kwa mwisho wa Injili. Kwa mwisho wa Injili ni sawa sekre ya kukua mwaminifu, ili siku za Bwana, ili tusiishi wakati mubaya. Bwana asema nini? Muwe macho, kesheni, mkeshe basi, mkeshe, kwani
hamjui wala siku wala saa. Bwana harusi atafika saa gani? Hujui. Mungu atakufikia saa gani? Hujui. Ndio maana kuwa macho, kuwa tayari, linda imani yako, linda imani yako. Kupitia mfano wa wale wa binti 10 wenye akili na wengine wajinga, wapumbavu, Bwana anataka tuwe watu wa akili. Tunapoitwa wana wake, tuwe watu wa akili. Na akili, sawa, mnajua ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Zawadi ya Roho Mtakatifu inapasha kutusaidia kumjua Bwana, kumwamini, kubaki macho kwa kumngoja yeye. Kuwa macho, tusilale, tuwe watu wa kungoja Bwana. Wakati wa majilio daima, uje kwetu Masia, tunakungojea sana. Uje kwetu mbio mbio, tutamuita aweze kufika kwetu. Mambo tunamngoja, katika imani tunamngoja. Naona wenye akili hawakutoa tutala, lakini taa na mafuta, ili taa yao iweze kuwaka. Kama taa ilikuwa imani, yafaa kulinda imani. Wengine walikuwa tuna imani ya kungoja Bwana, lakini namna gani wanalinda imani? Hakuna namna ya kulinda. Wenye akili walijua ya kama wanapokea imani sawa zawadi. Sasa yafaa walinde imani, imani iweze kuwaka. Ndio maana mafuta ya kuwakisha taa, ya kuleta moto kwa imani, Imani bila kazi, bila kulinda imani yetu inapasha kufa, inapasha baki tu imani, lakini tutashindwa kutumika na imani yetu. Basi kaka na dada, tuwe waaminifu kwa Bwana. Tunapokuwa waaminifu, tukeshe ili tumjue vema katika maisha yetu. Mtakatifu Cecilia aliyekuwa mwaminifu kwa Bwana, aliyekuwa mwenyewe anakuwa macho, atuombee ili nasi pia siku moja tufurahi kati ya watakatifu wa mbinguni. Mwenye masikio ya kusikia na moyo ya kushika, Bwana awe nanyi. Mbio Valeriano anarudia Mkristo, hakuna mwenye aliyejua. Kwa ajili ya kitume ya Cecilia, kwanza kwa nyumba yake. Na vile vile kisha ubatizo wa Valeriano wanasema anaona kwa kweli ile malaika. Akirudi kwa mgini, akiingia katika chumba, anaona malaika yenyewe. Cecilia alikuwa sema malaika anachukua mkononi mwake nini? Maua, na malaika iko nazungumza na babo. Alikuwa sema nini na babo? Historia hapana sema. Lakini kisha ubatizo Valeriano anamuona. Na pale mapendo ya Mungu inaanza komea sana ndani ya roho ya Valeriano na Cecilia. Sasa Valeriano anaanza penda Mungu kupita Cecilia aliyejua Mungu mbele. Valeriano anaasha sau maneno ya kunyumba, anabakia sasa Mkristo, na iko natafuta namna gani anaweza ishi vema sawa Mkristo. Wote mbili wanamtumikia Mungu kwa moyo na wanampenda sana. Na siku moja Valeriano anaanza tembea na ndugu yake, wanasema jina yake Tibius. Anakuta Valeriano kwa bustani, kwa jardin, kuna tembea. Anafanya kosta, anaenda zungumza na ndugu yake. Tibius anasema hivi na Valeriano, basi iko nini? Wopa alikuwa mbele hivi, iko nini? Ona changer. Wena rudia très sérieux par rapport à yenyewe ulikuwa mbele. Wona rudia vile kalme na uko vile na furaha. Sérieux, calme, furaha
parapor na eta yenyewe ilikuwa ndani mbele iko nini. Na Valeriano anamjibu, mimi ni Mkristo. Mimi nimeokoka, ni Mkristo. Eske wewe pia unapasha kuwa Mkristo na mie? Tibius anasema kama kuwa Mkristo kwa kuishi furaha ya roho, kuwa kalme hivi sawa wewe, ile mimi zikatala bila Cecilia ajue Valeriano na ndugu yake Tibius kwa padri ubatizo ya Tibius. Valeriano na ndugu yake wanasha kuwa Wakristo wawili katika jamaa, lakini wazazi biko na ipo nini? Salamuni. Bado kidogo watu wa mwingine wanaenda chongea, wanachongea Tibius, Valeriano na Cecilia kwa aperere. Huko watu wa moja hapa wanajifanya kuwa Wakristo. Bakristo, mambo ya nini walichukia Bakristo? Bakristo kunaomba sana, na wao walikuwa waza juu wa Kristo kunaomba sana, batanja kufa, hawataabudu miungu, alo iko kuwa Bakristo. Aperere anaita Tibius na Valeriano mbio, mimi nasikia mko wa Kristo. Ese iko kweli? Sisi tuko katika Kristo kabisa. Watu wachochocho banaenda sema yele wa Kristo ni wa babo. Wanasema nikana imani yenu na mtoe sadaka kwa miungu. Wanasema jamais dans la vie. Imani yetu yenye tunapata mpya hivi na tuko naishi na furaha, si kana jamais. Na juu ya jamais yao waliua nani? Tibius na Valeriano, Cecilia anabaki yeye peke. Na kiangali bikira. Salamuni. Wao wanakufa mashahidi wawili ya jamaa moja siku moja, Tibius na Valeriano. Bado kidogo Valeriano na Tibius inaisha pale. Sijui kama ilikuwa miaka ngapi wanaishi, iko nguvu ifike miaka 2, mimi nawaza ifika hata miaka 1. Mwaka 1 hakuna Cecilia na Valeriano. Valeriano na Tibius sawa wa Kristo iko tu quelques jours kisha banakufa wa Kristo. Kisha kufa kwao, Aperere anaita pia Cecilia. Kisha kufa ya bwana wake, mambo wakati walikuwa dhulumu Tibius na Valeriano,